Misa hii imeombwa na Mary Wambui akimshukuru Mungu kwa mema mengi ambayo amemtendea, na anaomba Mungu azidi kumbariki yeye na kazi yake ili aweze kutimiza mahitaji yake. Pia anaziombea roho za marehemu Agnes Wanjiro, Rahab Wanjiro na Joseph Digodia, ili Mungu azidi kuwapa pumziko la amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi. Amen. Asanteni kwa kuja. Sasa karibuni katika ibada hii takatifu ya misa, ikiwa ni Dominika ya 8. Kisha baadaye take a break kutoka kwa Jumapili za kawaida ili tuweze kuingia kipindi cha Kwaresma Jumapili ijayo, kisha baadaye kipindi cha Pasaka, halafu baadaye tutaweza kurejelea Dominika za kawaida. Na ili tuweze kuadhimisha ibada hii takatifu ya misa tukiwa tunastahili, kwanza tujute dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi na ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Tuombe. Bwana, tunakuomba uongoze mambo ya ulimwengu yafuate utaratibu wako, ili tuwe na amani na kanisa lako lifurahie kuabudu kwa utulivu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Tunawakaribisha watoto wetu wapendwa wapate baraka ya Sunday School. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana. Mungu Mwenyezi, wakati huu tunapokuja mbele yako, haswa tukiwakabidhi hawa watoto ambapo wanaenda katika kuendeleza mafunzo yao ya imani takatifu, imani Katoliki. Tunaombea kwamba uzidi kuwajumuisha pamoja sisi Wakristo ambao tutakuwa tunaendelea na ibada ya misa. Katika maombezi yetu tuzidi kuwaombea, na mafunzo yote ambayo watapokea zidi kuimarisha na zidi kuwakuza katika imani. Tuombee pia wale wote ambao watawafunza kwamba Mungu Mwenyezi awajalie neema, akili na busara ili kuelekeza watoto hawa katika njia ya Kristo. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Yoshua bin Sira. Kwa kutikisa chekecheke kuonekana pumba, ndivyo ionekanavyo takataka ya mtu usemi wake. Tanuri kujaribu vyombo vya udongo, na kujaribiwa kwa mtu ni katika mazungumzo yake. Tunda la mtu huonyesha ulimaji wake. Hali kadhalika neno hisia ya moyo wa mtu. Usimsifu mtu kabla hajasema, maana ndivyo anavyojaribiwa mtu. Neno la Bwana. Zaburi ya kutukizana. Kiitikio: ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana. Ni vema kukushukuru Bwana.
isiyoharibika, na hali ya kufa imevaa hali ya kutokufa, ndipo litapotimia neno lililoandikwa, mauti imemezwa na ushindi. Ewe mauti, uko wapi ushindi wako? Ewe mauti, uko wapi uchungu wako? Lakini uchungu wa mauti ni dhambi, na dhambi imepata nguvu katika sheria. Basi tumshukuru Mungu aliyetupa ushindi kwa nguvu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, muwe thabiti na imara. Endeleeni kufanya kazi ya Bwana siku zote, mkijua ya kuwa taabu yenu katika Bwana si bure. Neno la Bwana. Usimame kwa shangwe. Mkilishikilia neno la uzima. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano, je, kipofu aweza kumwongoza kipofu njiani? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, lakini aliyemaliza kujifunza atakuwa sawa na mwalimu wake. Mbona unakiona kibanzi kilichomo jichoni mwa nduguyo, lakini boriti iliyomo jichoni mwako huiangalie? Wawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, nipe nafasi niondoe kibanzi katika jicho lako, ungali mwenyewe huoni boriti katika jicho lako? Wanafiki ninyi! Toa boriti iliyo ndani ya jicho lako kwanza, ndipo utafute nafasi ya kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa maana kila mti hutambulikana kwa matunda yake.
maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema hutoa mema katika hazina njema ya moyo wake, na mtu mwovu hutoa maovu katika hazina mbovu ya moyo wake. Kwa maana kutoka kinywa chake kunena yafurikayo moyoni. Injili ya Bwana. Simameni. Unajua ni vizuri nianze kuwakumbusha mapema kwa hii maneno inakuja, si unajua hivyo? Tembea
Tumsifu Yesu Kristo. Mama mmoja alitembelea rafiki yake kwake, na alipomtembelea huyo rafiki alimwambia, hebu kuja hapa kwa hii dirisha nikuonyeshe vile jirani yangu alivyo mchafu. Nasemanga na watu waamini, kuja uone, kuja kwa dirisha. Hebu angalia zile nguo ambazo ameanika pale, yameosha. Ona chafu! Huyu mama akaenda kwa dirisha akafungua. Nguo zikawa safi. Kumbe ni dirisha ilikuwa chafu. Ukitaka kuchungulia vitu za wenyewe, nguo za wenyewe, panguza dirisha yako. Hii inatuleta sisi wote. Tupanguze madirisha zetu. Tunapenda sana hili, na kuanga ni kama gift. Ni rahisi sana kuona makosa ya wenyewe na kuyazungumza na kuyainua na kuelezea wengine ambao hata hawajaona. Lakini kwetu sisi inakuwa ni ngumu. Yesu leo anatulenga na ni mafundisho ni mafundisho magumu. Ni mafundisho mazito. Wakati ambapo anasema, mbona unakiona kibanzi kilichomo jichoni mwa nduguyo, lakini boriti iliyomo jichoni mwako hauiangalii? Do you know that is happening even now? As I speak, Father, waambie, wacha wasikie. Ndio watu kome. Tumejaribu kuambia, the word of God is not communicating to you. Kwa sababu gani? Tunaona hawa wengine. Si sasa hivi uko na mtu in mind ambaye unataka asikie haya. Tumsifu Yesu Kristo. Sio huyo, ni wewe na mimi. Kuna mgonjwa mmoja ambaye alienda hospitali kwa sababu mwili ilikuwa inauma. Akaenda akaambia daktari kwamba mwili yangu yote iko na uchungu, na hasa ninapogusa mahali yoyote, nikigusa ninasikia uchungu mwingi sana sana. Daktari akamwambia njoo. Daktari mwenyewe akamgusa, akamwambia unasikia uchungu wote? Hapana. Kwani umenitibu? Hapana. Hebu jiguze. Akajibuta, imeanza tena, ni chungu. Daktari akamwambia ule hiyo kidole, akamguza akagadi. Akamwambia hiyo kidole ambao ni mgonjwa ina uchungu. Sasa unatumia hicho kidole kuguza mahali yote, unapoguza unasikia uchungu, ni kidole iko na uchungu. Hiyo ndio tunafaa kutibu. Na tukitibu hiyo utaona kwamba mwili wako hauna shida. Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo ni hadithi yangu, ni hadithi yako. Inakuhusu wewe, inanihusu mimi. Ambao kila wakati tunaona watu wakiwa wangumu kudili. Kwani watu wanakuanga aje? Sasa kwani wanakwaya wanakuanga? Kwani hawa walimu wakoje? Kwani watu wa kiseria? Na mimi pekine cathedral niko nasema hivi, acha nijiongee, lakini si kwamba hivyo ndio nafanyanga, najichukua kama mfano. Pengine hivyo ndivyo. Kwani watu wa Kongo wanakaa aje? Nikaenda shule. Kwani hii shule ya Catholic inakaa aje? Kwa sababu kila wakati nikienda mahali ninakuwa na shida na watu. Ni wakati sasa wa kujua kwamba watu hawana shida. Ni mimi. Mimi ndio kidole mbaya ndio inakuwa. When I find people being a pain to me, no, they are not a pain. I am the pain. Ni mimi nafaa kutibiwa. Na nikitibiwa nitakuja kurealize kwamba watu hawana shida. Kumbe watu ni wema hivi. Kama ninazungumza juu yako, nenda utafute dawa na utafurahia maisha. Kwa sababu ikiwa kwamba wewe unaona shida kwa watu kila wakati, basi utaishi hivyo. Una shida.
utaishi kwa uchungu na watu. Nataka kusoma article ambayo iko hapa. Yaani inasema hivi, something kwa Kiingereza. Some time ago, a certain magazine carried an article about lucky people. The big question was, what do lucky people do to make themselves candidates for good luck? The answer that the author of the article gave is that it is said that lucky people are positive and affirming. They have a habit of focusing on the good side of things, especially the good side of people. They add to the joy in our world by affirming and encouraging others. How I wish I am among the lucky people. In contrast, unlucky people are negative and hostile. They have the habit of focusing on the bad side of everything, especially the bad side of people. They add sorrow in our world by constantly nagging and criticizing others. Lord, help us to realize that what makes us grow is not a negative, judgmental attitude, but an affirming and loving heart. You want to grow as an individual, as a group, in a family, in a church. You know what to do. Kuna nikija kutoka kwa nyumba, nikija kwa hivi sasa, nilikutana na watoto na PMC hapo, wakaniambia Father, leo tunataka utuibie ule wimbo wa ugali, na usipoimba, sisi ni wimbo upi, lakini tutaona, usipoimba upitie ule mlango. Sasa mimi sitaki kupitia ule mlango, maana kawaida si huwa napitianga, na kwa hivyo lazima niimbe. Wananiangalia tu, mwalimu leta hiyo kinanda kabla. Jaribu kujitetea, nyimbo saa zingine zinatolanga muda mrefu. Nikakuwa kufuata wa kuchelewesha misa na tutaka kujua sisi tunataka wimbo wa ugali. Oh
Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga wa mwanga, Mungu kweli wa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka katika Mungu, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungao na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngoja ya kufufuka kwa wafu, na uzima wa milele ijayo. Amina. Basi ndugu zangu, tuchukue nafasi ya dakika moja kimoyomoyo tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu sala, shukrani zetu na hata sifa zetu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele na milele. Amina. na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi ikiwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi, kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuweza kuhudhuria misa Jumapili iliyopita, wataweza kukabidhiwa bahasha za fungu la 10, wataweza kuweka fungu lao na kuweza kuandika jina, nambari ya usajili na jumuiya yako, na hatimaye wote tutarudisha fungu la 10 kabla ya baraka ya mwisho. Jumuiya ya Mtakatifu John Githima saidia kupeana bahasha kwaya. Thank you.
Fanyeni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake takatifu. E Mungu, wewe unatupatia vitu hivi kwa kukutolea kwa heshima ya jina lako na kuvihesabu kuwa sadaka ya ibada yetu ya kukutumikia. Tunakuomba rehema yako ili hayo unayotujalia kusudi yatuletee mastahili, yatufae pia kupata tuzo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufanya la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kazi yake aliyoifanya kwa njia ya fumbo la Pasaka ilikuwa ya ajabu, ili tupate kuitwa kutoka katika dhambi na nira ya mauti na kupewa utukufu huu wa kuitwa uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Wewe umetuita kutoka gizani na kutuingiza katika nuru yako ya ajabu, tupate kutangaza popote maweza yako. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, na kuomba uvitakase vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate na kushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, toaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, toaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana, tunatangaza kifo chako. Ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu, na kushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukuzanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, na hasa tunapomwombea Mungu wetu tuweze kuponya.
na askofu wetu Yohane na waklero wote. Wakumbuke watumishi wako Agnes Wanjiru, Rahabu Wanjiru na Joseph Ndigodhia uliowaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu wengine waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote walikupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake kwa Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, tusitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yetu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, na kutazamia tumaini lenye heri na ujio wake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Sala kabla ya komunyo. Yesu, mkate wa mbingu ninakutamani. Uje kwangu leo uzima na heri yangu. Uje chakula cha roho yangu nitie imara. Uje mwana kondoo wa Mungu uondoe dhambi zangu. Uje Baba wa roho uponye udhaifu wangu. Uje Yesu
Mtakatifu Inyasio, roho ya Kristo mtakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madondo yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu nikinge, saa ya kufa kwangu niite, uliamuru kwako nije. Kuiombea parokia yetu. Ee Bwana Yesu Kristo, ndiwe kichwa cha kanisa lako hapa kwetu. Kwa matumaini tunakuomba kwa ajili ya waumini wote wa parokia yetu. Walinde watu walio nyumbani na ugenini. Uongoze wenye furaha na wenye huzuni. Wasaidie wenye afya na wagonjwa. Wavute watu wema na wenye bidii. Waimarishe watu walio dhaifu. Wasimamishe walioanguka. Wahimize wavivu na wazembe. Uonye walio hatari ya kupotea. Wafariji wazima na wafu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nitaomba jumuiya ya Mtakatifu John Githima kuwekea masanduku kwaya. Tunapoomba neema na baraka haswa kwa yale yote tumetoa kuendelea kusaidia kanisa lake Mwenyezi Mungu,
Tuombe ya kwamba kupitia hili fungu la 10 ambalo Wakristo wamejitolea, si kwa mengi ambayo wako nayo, bali kupitia kwa neema na ujasiri na kujinyima ambako wamejinyima ili kusaidia kanisa lake. Tunaomba ya kwamba Mungu Mwenyezi awabariki pia wale ambao wametoa, ili kwa baraka ambayo watapata wazidi kueneza na kufanikisha umoja katika familia zao na uzidi kujalia maisha mema, amani na afya njema. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikae nanyi kila wakati. Amen. Karibuni katika matangazo yetu ya leo, mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Tunawashukuru wageni wote walioungana nasi kwa misa ya leo, kwa msaada wote wageni wanaokufika kwenye ofisi ya parokia. Nazishukuru jumuiya na vikundi kwa huduma katika misa za leo. Mungu awabariki zangu wiki ijayo ni kama ifuatavyo: CJPD katika misa ya kwanza, CMEK katika misa ya pili, St. Mary Helena katika misa ya tatu na St. Veronica Orsutia katika misa ya 4. Tunawashukuru Wakristo wote kwa sadaka, mateka na fungu la 10. Mungu awabariki kwa ukarimu wenu. Tunaomba kuendelea kuweka ahadi zetu za mavuno kwenye ofisi ya parokia na kutoa ahadi zetu za mavuno kupitia kwa mtandao wa PayBill yetu 705357 ama kwenye ofisi ya parokia. Tunapomshukuru Mungu kwa mema mengi ametujalia mwezi huu, leo tutarudisha bahasha za fungu la 10. Mungu awabariki. Jumatano ijayo tarehe 5 mwezi wa 3 ni Jumatano ya majivu au kipenda kwa lugha ya ugeni Ash Wednesday. Misa zitakuwa 3 kama ifuatavyo. Misa ya kwanza itakuwa ni saa 12 na dakika 45 au kipenda saa 1 kasoro robo. Misa ya pili itakuwa ni saa 7 mchana. Misa ya tatu itakuwa ni saa 10:30. Watakaohudumu katika misa ya saa 7 ni St. Peter Clever's Choir na St. Gregory the Great Choir. Watahudumu katika misa ya jioni ya saa 10:30. Tungependa kuwafahamisha Wakristo wote kuwa katika kipindi hiki cha Kwaresima kutakuwa na njia ya msalaba hapa kanisani kila Ijumaa kuanzia saa 10 jioni, na utaratibu wa Ijumaa inayofuata itakuwa hivi. Kituo cha kwanza ni Liturgy Team. Kituo cha pili Jumuiya Mtakatifu Andrea. Kituo cha tatu Jumuiya Mtakatifu Angel. Kituo cha 4 Mtakatifu Anthony wa Padua. Kituo cha 5 Mtakatifu Augustine Bomboine. Kituo cha 6 Mtakatifu Elizabeti. Kituo cha 7 St. Francisca Inoleo. Kituo cha 8 CMEK. Kituo cha 9 ni St. James. Kituo cha 10 Jumuiya Mtakatifu Joakim. Kituo cha 11 St. John Gedima. Kituo cha 12 CWA. Kituo cha 13 Ritual Sisters of St. Joseph, na kituo cha 14 Jumuiya ya Mapadri. Wanafunzi wa shirika la Mtakatifu Monica CWA watakuwa na mafundisho yao leo kwenye ukumbi wa shule. Ijumaa ijayo tarehe 7 mwezi huu wa 3 ni siku ya kina mama duniani kote, International Women Day. Sherehe za mwaka huu zitafanyika hapa kanisani siku hiyo kuanzia saa 4 asubuhi. Akina mama wote wanakaribishwa na wangependa kufahamishwa kuwa hakutakuwa na medical check-up na talk kama ilivyokuwa imetangazwa hapo awali, bali sherehe mwaka huu zitafanyika chini ya serikali ya kaunti. Recollection ya kila mwaka ya parokia itafanyika kule Resurrection Garden
Pia kila Jumamosi ya kipindi hiki cha Quadrigesima utakuwa na siku ya maombi recollection pale Kilodea Spiritual Center kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 7 kamili. Utakuwa na sala, kuabudu Ekaristia, maungamo na ibada ya misa takatifu. Wale waliojiandikisha kwa Blast Band watakuwa na mkutano wao wa kwanza Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 3 hapa kanisani baada ya misa ya 4. Tungependa kuwatangazia Wakristo wote kwamba ni sakramenti au sakramentos ama vyombo vyovyote vitabarikiwa kwenye chumba cha zamani cha Adoration Chapel. Wala sio sacrist. Vilevile wasomaji watavalia mavazi yao huko na kungoja msafara hapo nje. Wakristo pia wanahimizwa kutumia milango ya pembeni wanapotoka kanisani. Wazazi walio na watoto wachanga wa kubatizwa wanaomba kuchukua fomu za ubatizo kwenye ofisi ya parokia. Wale wangependa kujiunga na CNAK wanaomba kujiandikisha kwenye ofisi ya parokia. Mkutano wa kila mwezi wa CNAK utafanyika Jumapili ijayo tarehe 9 mwezi wa 3 kwenye ukumbi wa Bishop Roy Davis. Baada ya misa ya pili, wote wanaomba kuhudhuria. Maombi ya wanalisho ni kila Jumapili saa 2:30 baada ya misa ya kwanza kwenye ukumbi wa Albert Kawai Hall. Wote wanaomba kujiunga au kushiriki kwa maombi ya kikundi hiki. Retro Sisters of St. Joseph Commission wanawatangazia kuwa wako na extra sacramentos kama vile hoodies, t-shirt. Kwa maelezo zaidi wapo hapo karibu na ubao wa matangazo. Vijana wa kiume na wa kike walio na miaka 16 hadi 23 na wako na talanta ya kucheza michezo kama vile soka, mchezo wa nyavu, badminton, chess wanaomba kujiandikisha ili waweze kuunda timu ya parokia ya vijana itakayoenda kumenyana na timu zingine za parokia katika dekania yetu na jimbo letu. Mwisho wa kujiandikisha ni leo. Vincentian Prayer Center wangependa kualika kwa Lenten Retreat itakayofanyika kuanzia leo hadi tarehe 6 mwezi wa 3. Malipo yote yameshalipwa na wale wangependa kwenda wanaomba kujiandikisha kwenye ubao wa matangazo. Jumuiya ya Mtakatifu Elizabeth watakuwa na misa yao ya kufungua mwaka Jumamosi ijayo tarehe 8 mwezi wa 3 nyumbani mwa Rahabwabwi kuanzia saa 8 mchana. Jumuiya ya Mtakatifu Francisca Ilolero watakuwa na misa yao ya kufungua mwaka Jumamosi ijayo tarehe 8 mwezi wa 3 nyumbani mwa Julieta Wamoyo kuanzia saa 7 mchana. Jumuiya ya St. Jude inakaribishwa. Jumuiya ya Mtakatifu Joakim wanasikitika kuwatangazia kifo cha Alice Dorothea Wajiko au wa Benedetta. Ni mama yake pia Njoroge wa Southern Choma Joint. Maombi yanaendelea nyumbani mwake leo saa 8. Jumuiya Mtakatifu Anne Game na St. Andrew wanaomba kujumuika kwa maombi na kufariji familia. Misa ya wafu itafanyika hapa kanisani Jumanne tarehe 4 mwezi wa 3 kuanzia saa 5 kamili. Hatimaye mazishi ni kwake nyumbani Chuyo. Jumuiya ya Mtakatifu Francisca Ilolero pia wanasikitika kutangaza kifo cha Rose Kirubo Omulwa. Misa ya mazishi itafanyika Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 3 kule St. Peter na Paul Catholic Parish Masibo, Kisii. Mungu ampe pumziko na amani. Pia Jumuiya ya Mtakatifu Augustine Bomboine wanasikitika kutangaza kifo cha Peter Kenodia Shioni, na jumuiya hiyo itakutana katika hiyo boma ikaribisha ile ya Veronica kwa maombi. Kwa niaba ya kanisa, Baba Paroko anatoa risala za rambirambi kwa familia, wanajumuiya wa Joakim, Francisca Ilolero na St. Augustine Bomboine na wote waliopoteza wapendwa wao. Mwisho tunashukuru Reverend Father Gerard
Gerard na Reverend Father John Kariuki kwa kutuongoza katika misa za leo. Tunawatakia Wakristo wote mwaka wenye neema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tuzidi kumwomba Mungu atujalie matamanio ya mioyo yetu na kutufanikisha kwenye mipango yetu yote. Muwe na Jumapili njema, naye Mwenyezi Mungu apende kuwabariki. Shukrani. Asante mwalimu kwa kutuweka karibu. Sasa tuwapudete kupitia kwa matangazo. Tunawashukuru wale wote ambao wamehudumu katika ibada takatifu ya misa katika nyadhifa mbalimbali, kuanzia wanajumuiya waliotumika, wanakwaya ambao wametuhudumia kwa nyimbo, dancers, BMC. Nilipowakuta sio tu wimbo wa ugali waliniomba, lakini pia waliniambia they are feeling sad kwa sababu sasa today was the last day of dancing. The next time they will dance will be during Easter. Nikamwambia ni hali ya maisha tu, singeweza kuwasaidia kwa njia nyingine. Asante kwa wasomaji, asante kwa wale pia wamehudumu kule nje hadi kwa gate. Tunawashukuru. Tusimame kwa baraka za mwisho. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.